Nimesubiri sana ili mtimbivu, lakini mpaka sasa sijapata chochote zaidi ni maumivu. Penzi limekuwa karata, nacheza kama mfukoni una kitu, naenda kwa vigogo kutoa utu wako ili kwako ni izuzu. Harufu ya marashi imebaki mwilini, penzi kama oda unakaa hotelini, sitaki kuwa kipa nikae golini. Ndio kama hivyo wazazi wangu. Yule mwanamke, mimi niligundua kama hili mimba sio. Kwa mimi nikamwambia tu, kama unahitaji kuishi, basi ujauzito twende tukaambia wazazi wetu. Na wapate kuelewa wazazi, kama nao watakubaliana na ile masuala ya ujauzito kama sio kwa. Basi nitakuwa niko huru kuishi na wewe. Lakini cha kushangaza baada ya siku 2-3 na kuja kusikia yule mwanamke amekuja. Sasa mimi hapa kosa langu liko wapi sasa wangu? Hapo sasa. Hilo ndio tatizo. Hilo ndio tatizo. Huyu mzee itakuwa tu kuna kitu amekufanyia. Na unaweza ukabakia hivyo hivyo, usizae au usipate mtoto mpaka kuzeeka kwako. Kwa hili mke wangu haiwezekani. Sasa hapa babangu tunafanya. Baba, mimi nikuombe kitu kimoja mwanangu. Kipenzi changu mwanangu Mo. Kesho nitakuomba uje hapa mapema asubuhi, ili tuweze kujua tutaingilia wapi, tutatokea wapi, niweze kuhangaika. Au unasemaje baba? Sawa. Sawa kabisa babako anachosema. Tusilipuuzie hili. Basi sawa, kwa sababu nyinyi ni wazazi wangu. Na mkisema nyinyi, mimi sina pingamizi lolote, kwa sababu nyinyi mnajua vitu vingi sana. Mimi nitafanikisha kile kitu ambacho mnachohitaji. Nitafanya hivyo hivyo. Nitakuja hapa kesho mapema. Na kuanzia tunaanzia wapi? Kwa mimi kuna mtaalamu ambaye anahitaji kumpeleka huyu mtoto. Tutaanzia kwanza hapo. Atakachotuambia basi hapo milango ndio itakufunguka na kujua tufanye nini au iweje au tufanye kitu gani. Sawa, mimi nataka mwanangu na yeye apate mtoto. Popote mpeleke. Awe tu mganga wa kweli. Kwa kweli mama Mo, mke wangu, naumia sana kwa moyo. Hili swala linaniumiza. Silali, sipati usingizi usiku. Mke wangu mama, umemsikia mganga alivyosema. Nusura ya mtoto wetu ni kwenda kumdondokea yule mzee na kumtaka radhi. Haombe msamaha. Sasa basi, wewe nenda nyumbani. Sisi ngoja tuende huko. Tukamsikilize yule mzee na mtoto wetu akatake radhi. Mama mwanangu, nadhani umesikia yote. Mimi ninachokuomba kama mama, ukapige goti kwa mzee Chiko, ndio salama yako. Uone aibu, mzee ana watoto au una watoto? Sawa mama, mimi nimeelewa. Na kwa sababu mimi ndo mtendaji, sina budi kufanya hicho kitu. Mimi nitaenda tu kwa mzee, nitajishusha na nitakuwa mkarimu sana kwake. Nafikiri nikimueleza kila kitu kilichotokea, basi tatanielewa na atanisamehe tu. Naondoa wasiwasi kwa hiyo. Mama Mo, ukumbuke kwenda kunipikia ugali kidogo na nyanya chungu na vibamia. Sawa? Sawa. Sisi ngoja twende huko.
Basi haina shida jamani, mwende salama. Yaani mwende mkanishushe. Nyinyi ndio wenye shida, mujishushe aswa. Sawa? Sawa. Mume wangu, usitotata huko. Mkanishushe kwa baba mwezio. Uko nyumbani, wacha nyumbani, sawa? Sawa. Tupigane maneno. Sawa. Mungu atangulie. Haina shida. Hadi. Mzee Mchiko. Hadi. Mzee mwenzangu, katika hii dunia kila kitu kina sababu, na Mwenyezi Mungu kaumba dunia na ardhi na mbingu kwa sababu. Naomba umsamehe mtoto wangu ili maisha mengine yaweze kuendelea. Najua mwanangu ameteleza, amekosa, lakini vile vile tuko hapa kwa ajili ya kuomba msamaha, kutaka radhi. Yalopita si mbele, tugange yajayo. Na kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi kwenye maisha ya mwanangu, anaweza akakosa furaha kwenye maisha yake yote. Kwa hivyo Mzee Mchiko, naomba umsamehe mwanangu. Yaani baada ya kuona kile kinachoendelea juu ya mtoto wako, si ndio? Leo ndo unajifanya unakuja kuniomba msamaha. Wewe furaha yako ipatikane kwangu mimi, alafu furaha yangu mimi ipatikane na nani? Nani ananiletea mimi furaha? Mzee mwenzangu, kumbuka tulikotoka. Hata haya maisha tunakwenda mbele tunarudi nyuma. Tuko hapa kwa ajili ya kuomba radhi. Mwanangu au sisi tumeshakosea. Mzee Mchiko, mtoto anaweza kanyea kijanja ukakikata kweli? Haiwezekani. Tunaomba tusamehe sana, hasa kwa haya yaliyotokea kwa kipindi cha nyuma. Yule binti alikuwa ni binti wa pekee. Ndiye binti niliyokuwa namtumainia katika maisha yangu. Ile lazima ukae ukilijua. Alafu leo mnakuja kuniambia ujinga kama huo. Unajua jinsi gani nampenda yule binti? Mnajua jinsi gani mmeniumiza ndani ya moyo wangu? Hivi mnajua mmeagusa maisha yangu kiasi gani? Kirahisi tu. Mzee Mchiko, mimi ni mzee mwenzio, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kutaka radhi, kwa ajili ya kuomba msamaha. Tusamehe na kijana wangu, tumekosea.
Narudia tena na tena. Lecho ni mtoto ambaye marehemu kakaangu ameniachia. Sina mtoto zaidi yake. Leo kwa ujinga wenu naenda kufanya mnayojua nyinyi. Kapotea, mmetoesha furaha yangu. Alafu leo mnakuja mnaletea ujinga kama huo? Baba, kiukweli nimekuja hapa kwa jambo moja tu kwako. Nimekuja hapa kuja kupiga magoti, kuja kukuomba msamaha. Na pia nimekuja hapa kuja kumwomba msamaha Rachel. Na Mungu hamlaze mahali pema peponi huko alipo. Kiukweli najutia sana kwa kosa lile lilotenda kwake. Na vile vile kuna vitu vingi sana vilivyotokea hapo nyuma baba. Lakini huu sio wakati sahihi kwa kueleza haya yote. Ila nipo hapa kwa ajili ya kuomba tu msamaha. Naomba tu nisamee babangu. Nisamee sana. Nakuomba. Sasa ngoja niwaambie, nafumba macho yangu. Nikifumbua nisije nikakuta mtu hapa. Nasema nafumba macho. Nikifumbua nisije nikakuta mtu yoyote. Mzee mwenzangu, tukumbuke tulikotoka. Huyu ni mtoto ambaye kania kiganja, huwezi kukikata. Bado mpo Ngoja niwaoneshe pale ambapo amelala mtoto wangu. Washenzi wakubwa. Na nisije nikaona tena uwanja huu. Kwa taarifa yenu, nyie wajinga nyie washenzi mbwa. Yaani kwa hiko mlichonifanyia. Alafu tena mnajifanya mnajileta. Nitawatoa roho nyinyi kenge. Na bado, yaani hiko nilichokifanya sio kwamba nimeishia hapo. Yaani nyie kazi mnayo. Na wewe unajifanya mtu mzima kabisa, tumbo limetangulia mbele kama kiroba cha nyasi. Shenzi. Nikuoneni tena. Sasa mme wangu, kama mzee Chiko hataki hata kutusikiliza, hiyo sitakuwa tatizo kwa mtoto wangu? Kwa kweli mke wangu, hili swala hata mimi linaniumiza sana kichwa. Na sijajua nitumie njia gani au nitumie njia ipi ili kumsawishi yule mzee aweze kumsamehe. Kwa kweli naumia sana kutoka moyoni. Mimi ninavyoona mme wangu, turudi tena kwa mzee Chiko. Tukaongee naye. Huenda akatuelewa. Kwa jinsi yule mzee alivyotoka na lile panga, na inavyoonekana yule mzee hana akili hata moja. Yule anaweza kuua mtu. Sikia mme wangu, tumeamua kulipambania swala mtoto wetu. Tupambanie kufa na kupona kwa damu na maji. Mimi ninavyoona mme wangu, turudi tena kwa mzee Chiko. Tukamwambie kila kitu. Huenda atatuelewa. Turudi tena kule kwa mzee Chiko. Mke wangu, yule mzee inavyoonekana hana akili hata moja. Ametoka na panga, tulijua linakufa leo. Tusikate tamaa mme wangu. Twende. Anaumia ni mtoto wetu.
Sawa. Rudi tena mke wangu. Tuweza tukaenda tukaongea naye, labda anaweza akatuelewa. Ila Mo, tunakuacha sasa hivi. Ikiwezekana nenda nyumbani kapumzike. Ili swala tuachie mimi na baba yako. Wewe tutakupa mregesho wako. Haina shida sasa wangu. Mimi nimeelewa. Kwa sababu nyinyi ndio kila kitu kwangu. Chochote mlichoniambia sina budi kukubaliana nacho. Kwa hiyo mimi nitafanya kila kitu ambacho mnachokihitaji. Sawa mwanangu. Niamini mimi mama yako nitafanikisha hili. Sawa, haina shida sasa. Nategemea sana. Hodi wenyewe. Mzee Mchiko. Ni nyinyi tena? Yaani ni nyinyi tena? Mnanitafuta nini? Nataka kujua upande wangu wa pili, si ndio? Naomba dakika 5 tu mzee mwenzangu. Kae chini tuongee haya. Ukichukua hasira utojua chochote. Nisikilizeni. Msitake kunijua undani wangu. Msitake kunijua undani wangu. Nataka tubadilishane majengo ya serikali, si ndio? Hapana. Nataka tubadilishane majengo ya serikali. Hapana. Niwakute. Mzee mwenzangu. Mke wangu, tuondoke. Hapa kumesha kucha tayari. Mimi siwezi Huyu akili zake ziko fiatu, unamjua. Napambania hatima ya mwanangu, siwezi kutoka hapa. Kumesha kucha hapa. Hapana, mimi Miaka na miezi nazidi kukatika, masiku masaa yanatoweka, furaha ya penzi nateketea. Kutwa mawazo sio wa kucheka, amani ya nafsi imetoweka, furaha ya penzi nateketea. Sioni kimbilio, sioni mwangaza, wakunifuta chozi, wakuniliwaza, ni vita na ndugu, amani ya penzi imeshapotea. Sioni kimbilio, sioni mwangaza, wakunifuta chozi